Inakuwa aje Tanzania, what's up again? Karibuni sana InPage Podcast. Leo tunazungumzia kuhusu historia ya mwandishi. Hapa namzungumzia Peter Thiel. Aliandika kitabu cha 0 to 1 mnamo mwaka mnamo mwaka 2014. Peter Thiel bwana ni mjasiriamali na ni founder wa makampuni mbalimbali. Alizaliwa mwaka 1967 mjini Frankfurt iko Ujerumani. Akiwa bado ni kijana mdogo sana alipata kuhamia Marekani kama watu wanavyoifahamu, wanavyoita the land of opportunities. Na kweli bana alivyohamia Marekani, bana huyo alifanikiwa sana kushine. Alikuwa anaishi mji wa California. Alivyokuwa anaishi California alifanikiwa sana kushine sana sana upande wa academical. Akasoma vyuo vikuu vikubwa sana nchini Marekani. Alisoma chuo fulani kinaitwa Stanford University. Ni chuo kikubwa sana mjini Marekani, kwa wale wanaokifahamu nafikiri watakubaliana na mimi. Sasa alivyokuwa anasoma pale Frankfurt, alivyokuwa anasoma Stanford pale Stanford University, Peter Thiel bwana alibahatika kuwa co-founder wa vitu mbalimbali. Kitu kimoja kikubwa hicho kiko-found ni mnamo mwaka 1998. Peter Thiel bwana alifanikiwa kuwa co-founder wa kampuni moja kubwa sana ya malipo ya online inajulikana PayPal. Kwa kipindi hicho ilikuwa bado inaitwa Confinity. Confinity ni muunganiko wa maneno mawili ambao ni confidence na infinity. So when they formed Confinity, confidence plus infinity, wakaita Confinity, ambayo hii kampuni baadaye ndio ilikuja kujulikana kama PayPal, ambako PayPal baadaye ilikuja kununuliwa na kampuni moja inaitwa eBay. Ikamilikiwa na eBay na mpaka sasa PayPal bado ipo, ni moja wapo kati ya kampuni ambazo zinafanya vizuri sana online payment. Kwa wale ambao ni wanunuzi wa vitu online watakubaliana na mimi. Sasa ilipofika mwaka 2004, Peter Thiel bwana aliinvesti kiasi kikubwa sana cha pesa Facebook. Alivyoinvest Facebook ikafanikisha Facebook kwa kampuni kubwa sana. Sasa hapa watu wali focus, wakaona kwamba huyu jamaa Peter Thiel ana kitu fulani, kwa sababu licha ya kwamba ameconfound makampuni mengi makubwa kama vile PayPal, ameshiriki kwenye hivyo kuconfound Facebook, lakini pia vile Peter Thiel ni rafiki yake mkubwa sana na Elon Musk. Bila kusahau kwamba Peter Thiel alimsaidia sana Donald Trump kushika urais wa Marekani ile awamu iliyopita. Achana na ya awamu ya Elon Musk. Kuna ile awamu iliyopita nafikiri 2016 alimsaidia sana Donald Trump kushika nyadhifa ya urais wa Marekani. So the guy is very bright. Sasa ilivyo huyu jamaa, kuna mwanafunzi wake ambaye mwanafunzi wa Peter Thiel alikuwa anaitwa Blake Masters. Huyu Blake Masters alikuwa ni mwanafunzi wake Peter Thiel mnamo mwaka 2012. Peter Thiel alikuwa ni mwalimu. Usisahau kwamba Peter Thiel ana degree ya law and philosophy. Sasa Blake Masters alikuwa anamsikiliza Peter Thiel, oyo wamekata umeme, unazimika unawaka. Sumbaya part 2 bana, naona wewe umerudi bana, let's go on. Sasa pale Peter Thiel, huyu Blake Masters alikuwa anamsikiliza Peter Thiel kwenye lectures zake. Unajua kuna wanafunzi ambao ni talented, akaamua kuandika kitabu. Kwa hiyo kitabu mwandishi kabisa halisi tu, kama tunaweza kusema halisi na mwenye mawazo, alikuwa ni Blake Masters. Blake Masters ndio alikuwa anachukua notes kwenye lectures. Kwa hiyo kitabu hichi ni muunganiko wa lectures mbalimbali pamoja na mawazo mbalimbali ya Peter Thiel ambayo yaliandikwa na Blake Masters. Ndio maana ukiangalia hapa utaona ni Peter Thiel pamoja na Blake Masters. Kwa mara ya kwanza hichi kitabu kilikuwa published 2014 na kwa sababu ya the positive background ya Peter Thiel, kitabu hakikukaa sana hewani bila kuwa the best selling. Kwa hiyo ni mmoja wapo kitabu ambacho ni best seller. Hapo unaona kimeandikwa number 1 New York Times bestsellers kwa sababu ya the good history ya Peter Thiel. Kwa hiyo kitabu kilikaa kidogo kikawa best selling. Kimetoka mnamo mwaka, sio kitabu kikubwa sana kwa watoto wa miaka ya zamani, achana watoto 2000, ni 2014. It's a very tuseme ni kitabu ambacho hakina muda mrefu. So tutakuwa tukiendelea kuchambua, na leo we have talked about historia ya mwandishi. If you have anything to talk, just share, feel free to share, feel free to comment, feel free to repost, feel free to fanya chochote kile kitu. Welcome again. This is InPage Podcast. My name is Amos.